Naam, salamullahi ala al-ikhwa. Leo katika jifunze lugha na babu yangu ni siku ya masahihisho ya mitihani ambayo tulishaifanya katika wiki iliyopita, majaribio ya mitihani ya kilugha ambayo matokeo yalikuwa ni ya kuridhisha sana, lakini babu yangu ambaye ndio alikuwa mwalimu wa darasa letu hakuridhishwa hata kidogo na matokeo haya, kwa sababu karibia darasa lote tulikosa swali la aina moja linahusiana na lugha ya Kiarabu. Kukosa swali hili kulimfanya babu achukie na akasirike sana, hasira ambazo zilipelekea kutokuingia darasani kwetu zaidi ya wiki moja, na siku aliyoingia darasani alitufanyia sahihisho la swali moja tu, na swali lenyewe lilikuwa linasema hivi: kwa nini Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani katika Suratul Kafirun aya ya mwisho inasema lakum dinukum waliyadin? Herufi ya mwisho katika aya hii imefutwa, ambayo ni yau almutakallim, yani ye ya mmiliki au ya mzungumzaji. Siku aliyoingia darasani babu yangu alirudia kutuliza swali hili, lakini huwezi amini, pia tulishinda. Lakini mimi nilikuwa nawaza darasani, kwa hiyo babu yangu anamaanisha Mwenyezi Mungu amekosea, au babu yangu kachanganyikiwa, au mimi ndio nimechanganyikiwa, au nimesahau tuliyofundishwa darasani? Ila kwa Mwenyezi Mungu hapana, kwa babu yangu pia hapana pia. Kweli shida ilikuwa kwangu kutokujiongeza wakati wa mitihani, na kweli ukiangalia katika aya hii ya mwisho haipo. Basi babu kwa hasira akaanza kuchafua ubao kwa maelezo, akasema lakum dinukum khabar mukaddam na mubtada muakhar, yani khabar iliyotangulia na mubtada iliyochelewa iliyokuja baada ya khabar. Wali ya dini wau al-atf, li ni khabar mukaddam na mubtada yake ni dini. Kwa hiyo hii dini ilitakiwa iwe dini, yani mtume alikuwa anawaambia makafiri, nyinyi mna dini yenu na mimi nina dini yangu. Sasa yau ya dini yangu haipo kwenye aya hii, ambayo ilipaswa iwe mwisho baada ya nuni kasra. Aisee, babu alitisha, akaanza kutukumbusha bwana, akasema zipo sababu nyingi sana ambazo zimepelekea yau kufutwa, kuondolewa. Yani miongoni mwa hizo sababu, kwa kuwa alikuwa na hasira, alitutajia sababu tatu tu. Sababu ya kwanza ni al-iktifau bil kasra, kujitosheleza kwa kasra au kasra inatosha, yani uwepo tu wa kasra mwisho bila sababu ya aina yoyote ya msingi inaonyesha kwamba kuna yau mutakallim. Hakuna herufi ya jari wala sababu yoyote ambayo itapelekea uwepo wa kasra hapa, kwa sababu asili ya alama ya jina ni dhamma. Sababu ya pili akasema alhadfu litakhfif, yani ni kurahisisha matamshi, kutamka, kwa maana ya kwamba ni urahisi wa kutamka. Sababu ya mwisho ni alfawasil, ikimaanisha kwamba ni mpangilio wa sauti mwisho wa maneno. Ukiangalia asilimia kubwa ya aya hizi katika sura hii zina uwiano sawa wa sauti, na Qur'ani imekuja kwa mfumo wa shairi, yani ni muujiza wa mashairi katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aisee, baada ya babu yangu kumaliza kutupa masahihisho, tulijiona wakosefu mno na tunastahili adhabu kali ili tufunze, kwa sababu tulikumbuka tuliyofundishwa, na ipo mifano mingi katika Qur'ani. Kwa hiyo na wewe kama umejifunza lugha na babu yangu, endelea kujifunza na kufaidika. Naam, salamullahi ala al-ikhwa. Leo katika jifunze lugha na babu yangu ni siku ya masahihisho ya mitihani ambayo tulishaifanya katika wiki iliyopita, majaribio ya mitihani ya kilugha ambayo matokeo yalikuwa ni ya kuridhisha sana, lakini babu yangu